وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون. يقول الحق مولى سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العلي العظيم. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na maghfira kipenzi wa daraja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bado tuko katika mfululizo wa khutba za Ijumaa tulioanza majuma mawili yaliyopita, na ilikuwa tunazungumzia juu ya masuala mazima ya kujiandaa kama shabab kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hadi kuwa bado tuko katika Shaaban. Ijumaa iliyopita tulianza hoja ya kwanza, tunasema maandalizi yanakuja katika maandalizi ya i'dadun kwa mwanadamu ambaye kwamba anastahili awe na maandalizi yake binafsi kama mwanadamu ya kimwili, tukaita i'dadu jismi. Na leo tutaingia katika hoja ya pili ambayo kwamba mwanadamu au shabab anastahili ajiandae kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu, awe na maandalizi ya kifikra, tukaita i'dadu al-aqli, maandalizi ya kiakili kabla hujaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni lazima uwe tayari kujiandaa katika mentality yako ya kuwa haya malengo ambayo kwamba anataka kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani yapi, ratiba ambayo kwamba unastahili kuiweka kifikra kama mwanadamu ni akibi au ni ratiba gani ambayo kwamba unastahili kuiweka. Wanasema la yakfi an yakuna aljasadu qawiya, haitoshelezi kwa mwili utakapokuwa na nguvu idha kana al-aqlu mashghulun au mushawwishun wa dinu mutqilan bilghumudi wal muhamalat, ikiwa akili bado inashawishika na akili ile iko na wasiwasi kwa mambo ambayo kwamba huyu mwanadamu inamtoa katika mwelekeo. Ni lazima ikiwa mwili uko imara, uko na nguvu na umeangaliwa, yatulazimu vile vile akili nao itulie ili kuingia katika maandalizi ambayo kwamba hutopelekwa katika uwezo wa fikra. Ima uchukuliwe na fikra ya watu, ukiwaona watu wanaenda katika sehemu fulani ukachukuliwa kifikra, ama ukachukuliwa kifikra kwa mwongozo ambao kwamba sio sahihi aliokuja nao bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio maana utaona katika ibada zetu kwa huyu mwanadamu ni lazima awe tayari kuwa na maandalizi ya kuingia katika ibada ile bila kuwa na fikra tofauti na ibada zake. Ikiwa kuna changamoto za kimaisha, ni uache nje, usiingie nazo ndani katika ibada ile. Ikiwa una changamoto za kimasomo, ni lazima usafishe akili yako kabla hujaingia katika ibada ile, kwa sababu fikra ya mwanadamu huwa ndio inakuwa ni silaha kubwa ya kufaulu kufanikiwa katika ibada zake. Ndio ingekuwa moja kitu ambacho kwamba ni kikubwa kinachozingatiwa na kinakuwa malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
ni mwanadamu akichukua muda wake kutafakari katika makhlukati Allah, akaenda kufikiria, akatumia upeo wa akili yake kuangalia vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameenda kuumba. Ndio Bwana Mtume anasema tafakuru saa, mwanadamu akiwa ni mwenye kutafaraha na akifikiria katika makhlukati Allah kwa jisadi moja, huwa anakuwa afdalu min al-qira'a, inakuwa bora kuliko kuswali swala za sunna 1000 kwa jisadi moja pekee. Ikawa ni mwenye kufikiria kwa wapi ulipotoka na wapi upo na wapi unaelekea. Huyu mwanadamu anakuwa na ujira mkubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidha kaifa nuhayyi uqulana fi Ramadhan, vipi tutakuwa ni wenye kujiandaa kiakili, kisaikolojia, kifikra kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza ni lazima mwanadamu kusafisha akili yake kutokana na mambo ambayo kwamba yasiyo na faida. Min awwal khutuwat i'dad al-aqli, katika hatua ya kwanza kwenda kujiandaa kiakili, tahfifu ma yurhiqu dhihnu min al-lahwi wa kathratu al-mashaghil ghayr nafi'. Ni huyu mwanadamu kwanza ajiepushe katika mambo ambayo kwamba yanamshughulisha kwa ubaya na uchafu, na vile vile kuepuka katika mambo yasiyokuwa na faida. Hata elimu tulionayo ni lazima iwe ni elimu manufaa, elimu yenye manufaa, ndio ambayo kwamba aliyokusudia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipokuwa mwanadamu akikata akiondoka katika ulimwengu. Ni zinabaki vitu, moja katika vitu ni al-ilmu yantafa'u bih, ni elimu ambayo kwamba iliyoleta mazao, ni elimu ambayo kwamba iliyobadilisha watu kutoka katika giza kuingiza katika mwangaza, ni elimu ambayo kwamba ikawa ni mirafa kwa watu au generation zingine za nyuma zilizowachwa. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kwamba inastahili kujiandaa kiakili kwa mwanadamu ni ajiepushe katika mambo yasiyokuwa na faida, kwa sababu ukiingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na ikiwa bado unaendelea kuweka bezi ambazo kwamba hazina faida ndani yake, bado hujakuwa tayari kisaikolojia kujiandaa kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pili, ni lazima mwanadamu kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kujiandaa kiakili, ni kuweka nia na malengo ya Ramadhani. Je, Ramadhani ile iko na malengo gani? Je, Ramadhani ile ni wajibu gani nije yastahili ulifanye kama shabab? Kwa sababu al-aqlu alladhi la yahmilu al-hadafa, akili ambayo kwamba haibebi malengo, yata'abu sari'an fi tariq, inakuwa ni yenye kuchosha na kuchoka wakati uko katika njia. Akili ambayo kwamba haina malengo ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, unaingia wakati 10 la kwanza na la pili, hujamaliza ushachoka kifikra, kwa sababu ni malengo gani ambayo kwamba tunayo? Na moja katika malengo makubwa ya kumwekea huyu mwanadamu ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema afala yatadabbaruna al-Qur'an, je, hawatafakari Qur'ani yetu ambayo kwamba ama ala qulubin aqfaluha,
au mioyo zao zimeanza kufungwa na kufungwa. Hawatafakari katika haya ambayo kwamba sisi tunawazungumza, tunawaelekeza wao waingie katika malengo sisi tuliyoorodhesha ili kufanikiwa kwa huyu mwanadamu katika maisha yake. Ndio pale ukiangalia katika lengo lingine la mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya yake ikisema kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hii saumu lengo lake ni kwa mwanadamu aoteshe mmea katika moyo wake unaoitwa ucha Mungu, takwa. Ndio mshairi anasema idha al-mar'u lam yalbas thiyaban min ad-duha tajarrada uryanan walau kana kasiya wa khayru libasi al-mar'i ta'atu rabbih wala khayru man kana lillahi 'asiya. Mshairi anasema ikiwa mwanadamu hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumtii Mola wake, na siku zote hapana kheri kwa yule mtu atakayemwasi Mola wake. Takwa huo ndio ucha Mungu. Na Imam Ali karamallahu wajhahu anasema kuwa ucha Mungu si mwanadamu kuswali sana, ucha Mungu si mwanadamu kufunga sana au kutoa sadaka sana, bali ucha Mungu iko katika maneno. Anasema Allah yaraka Allahu haythu nahak wa an la yafkidaka Allahu haythu amarak, ni asikukose Mwenyezi Mungu sehemu aliyokuamrisha na asikupate sehemu aliyokukataza. Huo ndio ucha Mungu. Kwa hivyo katika malengo ya kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, yuridu Allahu an yazra'a fi qulubina zar'an ismuhu taqwa. Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kumeza katika mioyo yetu mmea kwa jina unaoitwa ucha Mungu. Ila afala yatadabbaruna Qur'an. Je, hawatafakari hawa Qur'an ama ala qulubi aqfaluha, au mioyo yao imeanza kufungwa, imesusua, haifikiri? Ni lazima kuwe na i'dadul aqli, ni lazima kupatikane maandalizi ya kisaikolojia kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tatu, ni lazima kuwe na kutafakari kwa umakini kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Atafakkur, kwa sababu kutafakari yunakki al-aqlu wa yuhyi al-qalb. Anasema kutafakari husafisha akili na vile vile kuisha moyo. Moyo huwa hai wa huwa miftahul khushu' fil ibada, na vile vile ndio mfunguo wa kuwa na utulivu katika ibada. Mwanadamu kabla hajafanya jambo ni lazima afikirie mwisho wake linakuwaje. Kabla hujakuwa na hatua ya kutoa maamuzi, ni lazima mwanadamu awe na tafakuru wa tadabbur fil umur. Ni lazima awe na kufikiria na kuzingatia katika mambo yake. Haya ndio ambayo kwamba waliotufunza ahli baiti za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali pale alipokuwa anasema la ibadatan katafakkur, hakuna ibada kubwa mwanadamu kama kutafakari. Wakati umekaa unatafakari nafsi yako, mada taksibu hada, je, imeienda mambo gani ya kesho yangu hii nafsi? Wakati umetafakari, je, katika yale maovu ambayo kwamba uliyotanguliza
unatafakari mwanadamu kurekebisha, kutafakari kwa ndugu zako ambao kwamba wako shida. Hii ni katika ibada kubwa ambayo kwamba mwanadamu anataka awe nayo. Na vile vile atafakuru min hasana, kutafakari yote mema ambayo kwamba wakafaratun sayyi'at, na ni mambo ambayo kwamba yanaenda kufuta yale maovu ambayo kwamba tulionayo. Kwa hivyo mwanadamu katika kujiandaa kwake kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni lazima aweko na idadul fikri, maandalizi ya kifikra. Aqlu hii akili ambayo kwamba tulionayo, washawishi yaj'alu Ramadhana 'adatan bila athar, akili ambayo kwamba imetekwa na mambo ambayo kwamba ni ya kimazoea, inaenda kufanya kwa Ramadhani haina athari bali ni ada. Na hii ndio shida kubwa ambayo kwamba sisi tulionayo. Je, tafakari, ni Ramadhani ngapi zimekupita wakati uko na aqlun salima, akili yako inafanya kazi, na Ramadhani hizo hayakuwa ni kituo au ni college ambayo kwamba ya kwenda kukubadilisha mwenendo wako wa kimaisha? Ni kwa sababu tahawwalat Ramadhana bi'ibadati ila al-'ada. Ramadhani imeenda kubadilika kwetu sisi kuwa si ibada bali ni ada, inakuja na kutoka. Ayyaman mahdudat, ni siku za kuhesabika, inakuja alafu inaondoka. Mwisho wake tunasema Ramadhani ya safari hii imeenda haraka. Bila hakika ni kwa sababu hatukuwa na maandalizi ambayo kwamba huyu mwanadamu anastahili au nawe fikra. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hili litatupelekea sisi kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenda kujiandaa kifikra, kwenda kuangalia yale ambayo kwamba sisi tulionayo katika maisha yetu, ni mambo gani ambayo kwamba yastahili kuyatafakari zaidi. Iwe Ramadhani inayokuja isiwe sawa na Ramadhani ambayo kwamba iliyopita. Ndio katika riwaya inasema amepata hasara kubwa yule ambaye kwamba leo yake imekuwa sawa na jana yake, na amepata faida kubwa yule ambaye kwamba leo yake imekuwa tofauti na jana yake. Hii inaitwa tafakkur. Na kutafakari kwa mwanadamu ni lazima atumie muda wake vizuri wa kutafakari, kwa sababu maandalizi ya ibada yoyote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameenda kuiwekea wakati. Ndio utaona hakuna ibada ambayo kwamba iko mbali na wakati. Na lao sahihi tuanze kuchukua kalamu na karatasi, tuandike kila mmoja ni kitu gani ghali katika maisha yake, ni kitu gani bora katika maisha yake. Bila hakika kuna watu wataandika bora ni kuwa na mali, wengine watasema ni kuwa na magari, wengine watasema ni kuwa na elimu. Lakini kwa hakika hakuna kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu kama wakati, kwa sababu elimu unayoitaka ni lazima utatumia wakati wa kupata elimu. Pesa ambazo kwamba unazitaka ni lazima utatumia wakati wa kutafuta hizo pesa. Na vile vile huyu mwanadamu ambaye kwamba anataka majumba na magari, ni wakati atautumia. Kwa hivyo afala ashirifu fi hayatina,
kitu ambacho kwamba ni ghali zaidi katika maisha yetu, alwaqt, ni wakati ambao kwamba tunao hasa katika sisi mashabab ambao kwamba tuko katika wakati wa kusoma, wakati wa kutafuta elimu. Ikiwa hautakuwa tayari kutafakari kwa yale ambayo kwamba utakuwa ni malengo uliyoweka katika elimu yako bila kutumia wakati vizuri, utakuwa ni mwenye hasara kubwa uliyofanya katika gurudumu la maisha yako. Tukizungumza Uislamu, maana haya aqlu, yeyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuiandaa akili yake kabla Ramadhan, kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, fataha li nafsihi baba al-khushu' wal-wahyi, huyo ameenda kufungua mlango wa nafsi yake kuwa na utulivu na kuwa na muono wa mbali wa kufaidika katika ibada. Ramadhan ni lazima iwe na maandalizi, kama sababu ambayo kwamba mwanadamu akizaliwa, akitembea, akiwa ni mwenye kuelekea katika shughuli zake huwa anaandaliwa. Na huyu mwanadamu ni lazima ajiandae nafsi katika swala zima la kutafakari kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikimalizia kisa kimoja, alitokea mwanazimu ambaye kwamba mwanazimu huyo akaingia msikitini. Alipoingia msikitini akakuta kuanzia imam mpaka maamuma wamekuwa wamebeba kila mtu kitu chake katika mgongo wake wakati wa swala. Huyu mwanazimu akaona haiwezekani, katika masharti ya hii swala ni lazima kila mwanadamu awe na mzigo katika mgongo wake. Akatoka akaelekea kuchukua mzigo tita la kuni. Tita lile akaiweka katika mgongoni mwake, huku akiingia msikitini na akisema Allahu Akbar. Katika pilka ya imamu anapoendelea kuswali au kuswalisha, katika ile rukuu au sujud, yule mwanazimu zile kuni zikao zinaanguka, zinaleta kelele tashwishi katika shule swala ile. Ilipomalizika swala, watu wakafuata, wakamwambia kulikoni, mbona umekuja na kitita la kuni katika msikiti wetu? Akamwambia, nimetizama kila mmoja amebeba kitu chake katika mgongoni mwake, nikaona hii ni sunna au ni wajibu au ni sharti ya kukubaliwa swala ya mwanadamu, na mimi nikaona ni vema nibebe tita langu la kuni ili nipate kukubaliwa swala yake. Imam akamfuata akamwambia, uliona vitu gani na gani katika migongo ya maamuma wangu? Akamwambia, kuna baadhi yetu hapa wamebeba vyakula, wengine wamebeba wanawake walio wazuri, wengine wamebeba pesa. Akamwambia, je, na nini imam? Nilikuwa nimebeba. Akamwambia, la kusikitisha, wewe ilikuwa umebeba moto aliyemkubwa. Shangaza, moto aliyemkubwa. Hapa ndio tunafika kuwa yule imam alikuwa na ng'ombe wake nyumbani, ni mgonjwa. Sasa la katika ile swala alikuwa anafikiria, yule ng'ombe wangu atapoa lini? Yuko katika swala. Na wale ambao kwamba wanafikiria mali na vitu, ilikuwa katika hawana
khushu za swala zao, kwa sababu walikuwa wakifikiria mali zao, na wengine wenye kufikiria wanawake, wenye kufikiria vyakula. Sasa yule mwanadamu akaenda kuwa hii ni sunna au ni sharti ambayo kwamba mwanadamu anastahili awe katika swala zake, na akaonelea kuwa aende kuweka kitita la kuni katika mgongoni mwake, kwa sababu watu wengi anaangalia kwa. Hii inakufunza tafakkur, inakupelekea kufanikiwa kukubaliwa katika ibada. Huwa na utulivu na dhihni, akili yako wakati uko katika ibada yako ndio inakupatia percentage kubwa na kwenda kukubaliwa ile ibada ambayo kwamba uko nayo. Ramadhani imetukabili, lazima tuwe na ibada jismi, maandalizi ya kimwili, wakadhalika ibada dhihni wal aqli, na vile vile tuwe na maandalizi ya kifikra, ili kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tuwe ni watu wenye malengo wa kutoka katika college hiyo tukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nasallallahu alaihi wa tawfiq bima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin.